Tunakushukuru kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya nafasi uliyotubarikia mbele zako Mfalme. Bwana, tumetafuta uso wako na Bwana tumezidi kuona wema wako ukiandamana pamoja nasi. Bwana, tunasema ni asante kwa sababu ya nguvu zako za Roho Mtakatifu ambazo Bwana zimekuwa pamoja nasi tangu tulipoanzia maombezi haya. Bwana, tumeona nguvu zako na kibali na neema zikiandamana pamoja nasi. Bwana, umetuweka kiu ya maombi ya kulitafuta uso wako. Imefika wakati mwingine Mfalme, mtumishi wako kusimama kuleta neno. Jehova, twaomba naposimama kuleta neno lako Mfalme, ukamtumie kama chombo chako katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tulikatakasa mbele zako ili Mfalme, tunapoletewa neno lako Mfalme likapata mahali pa kukaa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mfalme, tumekuabudu na tunanyenyekea sana tukiwa mbele zako, ndiposa tukuinua na tukutukuza. Imefika wakati mwingine wa kulisikia neno lako Mfalme. Twaomba tuseme ni asante kwa hiyo kibali. Twaomba tuseme ni asante kwa sababu ya hiyo nafasi. Jehova, pokea shukrani katika jina la Yesu Kristo. Bwana, askofu anaposimama kuleta neno lako, twaomba neema na nguvu zako zikawe juu yake. Na ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu twaomba hata na kuamini. Amen. Ningetaka tuunganishe mikono yetu pamoja. Once again, Bwana Yesu asifiwe. Tukuze Mwokozi wetu Yesu. Shukrani kwa Mungu kwa sababu ya neema ambayo Bwana ametupatia kuwa katika uwepo wake katika jina la Kristo Yesu. Na inapendeza Mungu kuwa na nafasi zetu na yeye. Neno lake linasema katika Mithali 8:17, ninawapenda wale wanipendao, wanaonitafuta kwa bidii wananiona. Na ni vizuri kuwa na bidii ya kutafuta Mungu. Sifa kwa Mwokozi. Vizuri kuwa na hiyo bidii. Bwana tusaidie kuwa na moyo wa bidii. Bidii popote pale ambapo imetajwa katika maandiko matakatifu inazalisha. Praise the name of the Lord. Hali popote pale bidii imetajwa, matokeo yameonekana. Si tu mahali ambapo imetajwa katika maandiko, lakini hata katika maisha. Mahali popote bidii iko, then imetokea matokeo. So may God help us to be diligent katika eneo lolote lile kwa jina la Bwana. Namshukuru Mungu kwa kuniokoa na bado kuzidi kudumisha neema yake kwangu katika jina la Yesu Kristo. Kwa Bwana mbingu nisaidie kudumu katika zangu hizo za maombi weponi mwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. So today being our 24th day, it is by the grace of God. Nasema niko neema ya Mungu. Siatukuze Yesu wetu. Na wiki hii tuligawa mara mbili. It was Monday, Tuesday, and today Wednesday. Na deal na taifa. We prayed for the peace of our nation. Jana tukawa tunaomba kwa sababu ya the leaders of our nation. What? And today, because of the economy or the economic stability of our nation. Kuomba kwa sababu ya uchumi wa nchi. Tunataka kumwamini Mungu ya kwamba neema ya Mungu
Mungu itakuwa pamoja na nchi yetu na hata uchumi wa taifa letu kwa jina la Bwana. Mithali 13:34 inasema when the righteous are in authority. Inasema nini? Mithali 13:25. Okay. Get it. When the righteous is in authority, people rejoice. So we want to pray specifically kwa sababu ya ufanisi ama uchumi wa nchi kwa jina la Bwana. Meipata. But tunapoendelea Proverbs 29 verse 2. 29 Verse 2. 29:2. Haya. Soma tafadhali. Wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali waovu atawarapo watu huugua. Bwana Yesu asifiwe sana. When the righteous is in authority, people rejoice. Bali waovu ama uovu unapotawala ama waovu. As we pray for the economy of our nation, tuomba Bwana pia kwa sababu najua ni vizuri kuombea uongozi kama jinsi ambavyo tumeomba, kwa sababu ili uchumi upate nafasi ya kufaulu, then lazima Bwana kutupatia God fearing leadership. Hizo ziwe sana na kuombea uongozi kwa sababu ya kutekeleza lile ambalo ni la haki machoni pa Bwana. Maana kwa nini saa zingine unakuta kwamba nchi inaweza kukaa katika ufukara na umasikini? Ni kwa sababu when there is a fear of God, kile ambacho kinafaa kwenda kusaidia watu sikitaenda kusaidia watu, kile ambacho kinafaa kufanya kazi sikitafanya kazi hii. But many times in the public domain unasikia kwamba a lot of evils are happening in the economic arena. Maeneo ya kiuchumi unasikia a lot of corruption, and today kama kuna kitu tutahukumu mbele za Bwana ni kitu kinaitwa corruption. Hiyo nasema kama kuna kitu tutahukumu mbele za Bwana ni kitu kinaitwa corruption katika jina la Yesu. Maana hiyo ni shetani. Nasema ni shetani. Amen. Nasema ni shetani. Amen. Inaozuilia taifa kukua. Praise the name of the Lord. Corruption of any kind ni kitu kibaya ambayo kinazuilia nchi kukua. Maandiko yanasema when the righteous is in authority, na tunaweza kukumbuka katika kitabu cha Mwanzo wakati ambapo Farao alitokewa na ndoto na akaona katika ndoto vile ambavyo mambo yatakuwa. Akaona ng'ombe 7, akaona ngano 7, zingine ni nono, zingine ni kode, ng'ombe 7 nono, zingine kode. Alafu mwisho wa tafsiri ikawa ni ya kwamba miaka 7 ya utele na miaka 7 ya njaa. So Yusufu akamtafsiria lile ndoto.
Mwisho wa mambo aliuliza, tupate wapi mtu mwingine ambaye ana roho wa Mungu kama wewe? In other words, nani mwingine apatikane ambaye anaweza kutusaidia katika nchi hii wakati ambapo ni kubaya ama wakati ambapo ni kuzuri, kila kitu kitaingia mahali pake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akasema kwamba you don't have anyone else, wewe ndiye utakayekuwa hapo. Na in fact to the world ya kwamba when Joseph alikuwa mahali pale, mambo yote yalikuwa mema katika nchi. The other part of the world zilikuwa na njaa, lakini mahali pale kwa sababu kulikuwa na mtu ambaye akona roho mwema, roho wa Yesu, roho wa Mungu, mambo yakawa mazuri. Tuomba Bwana wa mbingu atusaidie, even as we pray for the economy of our land, ya kwamba Mungu atusaidie kuwa na custodians wa uchumi wa nchi yetu ambaye kichwa cha Bwana kinajaa mioyo. Nasema watu ambao kichwa cha Mungu kinajaa mioyo. Jina la Baba litukuzwe sana. Hivi kwamba hiki kikiwa ni cha kufanya hiki kitafanya hicho. Jina la Baba litukuzwe sana. Ya kwamba mambo yatakuwa mazuri because Mungu anapatia na kile ambacho kinaweza kutusaidia, kinaweza kukuza nchi, na mambo yote yatatendeka kwa wema. We are praying mbele za Bwana. Maandiko inasema kwamba mwenye haki akiwa na amri, mwenye haki mtu wa Mungu aliyemwogopa Bwana, akiwemo katika possession, watu watafurahia kwa sababu kile kinafaa kutendeka kitatendeka. Nasema kile ambacho kinafaa kutendeka kitatendeka. Amen. Inuliwe Yesu wetu. So we need to pray and commit this land before the Lord katika jina la Yesu Kristo, and we'll be dealing na kuomba Bwana ya kwamba shetani mbaya wa corruption akoze nafasi kwa jina la Yesu Kristo. Na tunapoomba kwa sababu ya ufanisi wa nchi, Yeremia, neno la Mungu katika kitabu cha Yeremia anasema hivi, Yeremia 29 verse 7, 29 in verse number 7 inasema hivi. Tulikuwa tunalizungumzia neno hili when we were praying for them, tulipokuwa tukiomba kwa sababu ya amani ya nchi. Inasema hivi verse number 7, kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa Bwana, kwa maana katika amani ya mji huo ninyi mtapata amani. Jina la Yesu litukuzwe sana. Kiingereza kinasema also pray, also seek the peace and prosperity. Peace and prosperity. Praise the name of the Lord. Of the city which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, then you also will do what? You will prosper. Bwana Yesu asifiwe sana. So as we pray for the prosperity, na niseme ni wajibu wa kanisa kuomba kwa sababu ya ufanisi wa nchi. It is our responsibility kuomba kwa sababu ya ufanisi wa nchi katika jina la Bwana. Uchumi wa nchi kuombea, it is us tupate nafasi ya kufanya hivyo katika jina la Kristo Yesu. Na Mungu akizungumza na Israeli akawaambia, mahali ambapo nimewafanya ninyi mchukuliwa mateka kwa sababu ya disciplinary issue, ilikuwa ni nafasi ya Mungu kuwaadabisha watoto wake. Na lakini anasema hata bado mkiwa huko mnaweza kufanikiwa mahali pale. Akawaambia obeeni ufanisi wa mahali ambapo mmeenda. Jina la Baba litukuzwe sana. We cannot ignore praying for the prosperity of our nation. Hatuwezi tukakaa tunyamaze hivyo ya kwamba kama mambo baya ama tumishe mikono tunasema kama baya. We cannot be that way. Lazima tukiona mambo yanaharibika, we stand before the Lord na kuomba mbele za Mungu kwa jina la Yesu, kuinua taifa letu mikononi mwa Bwana, maana hakuna mtu wa nchi nyingine atakayeomba. By the way, wengine katika dunia ambao tunaishi, wengine wakiona mahali ambapo panaanguka wanafurahia ili wafaidike. Ama ni namna gani? Wakiona ya kwamba Kenya inaanguka inakuwa ni furaha kwa sababu sasa wao wapate nafasi ya kufanikiwa. Hata si mapenzi ya Mungu, kwa sababu baraka za Kenya ni za Kenya na baraka za nchi hiyo nyingine ni za nchi hiyo nyingine. Hakuna wakati ambapo kuna baraka zetu ambazo Mungu atazipeana kule kwingine. So naomba Mungu wa mbinguni atusaidie na atuneemeshe ya kwamba we stand on the gap because of the prosperity of our nation kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wajibu wa kanisa tuombe kwa sababu na neno linasema ya kwamba mahali ambapo mko Israeli wanaambiwa pakifanikiwa
hata nanyi mtafanikiwa. Kanisa haiwezi ikafanikiwa wakati ambapo taifa ni kuanguka linaanguka. So we need to rise up na kupata nafasi ya kumwomba Mungu kwa sababu ya nchi na kumwambia Mungu aponye uchumi wa nchi yetu kwa jina la Bwana. Amen. So tuna nafasi hiyo jioni ya leo. We are pleading mbele za Bwana kwa sababu ya uponyaji wa uchumi wa nchi yetu mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu akatupatia suluhisho, na anasema hivi katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. God has given us solution katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, na anasema hivi katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili 7 mstari wake wa 13. 7:13, Mambo ya Nyakati wa pili, neno la Mungu linasema, nikizifunga mbingu isiwe mvua tena, nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 15 inasema, sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikia maombi ya watu waombao mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So baada ya mtu wa Mungu ambaye anaitwa Suleimani kuijenga hekalu, it was a time of dedicating the temple before the Lord, kuiweka wakfu ile hekalu, na ili kazi ya hekalu ikatendeka. Kazi ya hekalu ilikuwa ni gani? Watakatifu hawa, watu walioitwa kwa jina la Mungu, wapate nafasi zao za kukusanyika uweponi mwa Bwana na kumsihi Mungu na kutafuta uso wa Mungu kwa sababu ya mambo tofauti. Sasa maandiko inasema ya kwamba ikiwa mimi Mungu nitafunga nchi ama nitafunga mbingu, kwa sababu mbingu inaweza kufungwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya uovu mbingu yaweza kufungwa, na mbingu ikifungwa watu wanaweza kuumia. Mbingu ikifungwa hakuna mvua, hakuna utele, hakuna baraka, so kuna ukavu mwingi, na watu wa Mungu wamepewa nafasi ya kufungua. Jina la Baba litukuzwe sana. Alimemba miaka hiyo ya zamani, as I said somewhere, ya kwamba zamani ya Yesu saa zingine kukawa kuna ukavu mwingi sana. Alimemba miaka ya zamani nikiwa mdogo, wakati mmoja kulikuwa kumekauka na nchi ikawa imekauka nchi kabisa. Watu waliitana wa makanisa yote, wakaitana wakaenda ina wasenta na kuwa na nafasi ya kuomba kwa sababu ya mvua, wakubwa kwa wadogo. Na watu walipoitwa huko na watumishi wakanyenyekea na kulitia jina la Bwana, nikuambie maneno haya katika yale maombi yaliyoombwa na kuhakikishia mvua ilinyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Mungu maandiko inasema nitakapofunga mbingu, wale watakatifu makanisa yote walipolitia jina la Bwana kwa sababu ya kuona hatari, wakalitia jina la Mungu pamoja lakini wazazi wakaomba mbele za Bwana, mvua ilinyesha, wakaifungua mbingu. Jina la Baba litukuzwe sana. So maandiko inasema nikifunga mbingu ya kwamba kusiwe na mvua, uchumi ukiharibika, nitume tauni, maradhi na magonjwa na mambo mabaya aanze kuanguka, because wakati mambo kama haya yanakuja, unakuta kwamba uchumi wa nchi unazorota kwa sababu ya gazi na mambo mabaya, maafa mengi. Sasa maandiko inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. So God has called us as a church ya kwamba tunapoona mabaya, tukiona maovu, tukinyenyekea kwa Mungu wetu, Mungu anasema nitasikia. Jina la Baba litukuzwe. Anasema nitasikia. And again Mungu anasema si kusikia tu, I will heal, nitaponya. Bwana Yesu asifiwe sana. So watu wa Mungu wasiposimama katika nafasi zao, na saa zingine warushe mikono, uharibifu na ugonjwa bado unaweza kuwa. Lakini Mungu ana maandiko inasema watu wangu. Pia jirani karibu naye, watu wangu. Mungu anasema watu wangu. Church,
Kanisa ndilo watu wa Mungu. Tusikojee watu wengine. Mungu anasema watu wangu walioitwa kwa jina langu. Elewa wewe ulipookoka. Maandiko inasema wale ambao waliompokea walipewa nguvu za kuitwa watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tuliokoka ulipewa uwezo wa kuitwa mtoto wa Mungu. Na anasema basi watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha, waombe na wanitafute uso wangu na watubu waache njia zao mbaya, mimi Mungu nitasikia na nitaiponya nchi yao. Tunamuomba Baba wa mbingu aingilie kati na neema ya Baba ikashuka juu ya taifa letu katika jina la Yesu. Mungu akatuponyea uchumi wa nchi yetu kwa jina la Bwana. Nisikilize vizuri, lisilowezekana na binadamu Bwana anaweza. Praise the name of the Lord. Mariamu aliambiwa kile ambacho watu hawawezi, mimi Mungu ninaweza. Haijalishi ya kwamba baadhi ya mambo mengine yamekuwemo na inasemekanaga haiwezekanangi, but I want to submit this one to us. With God everything is possible. Nasema with God everything is possible. Nasema with God everything is possible. So Mungu akiingilia kati, kitu kitatendeka hata juu ya nchi yetu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Anasema oh, heal their land. May God heal our land in the name of Jesus Christ. Na sio Kenya peke yake. We also pray that God will heal Africa. Jina la Baba litukuzwe sana. May God heal Africa because Africa is not a cursed continent. Si continent ambayo iko chini ya laana. The baraka za Bwana zinaweza kuwa pamoja na sisi hapa. Nasema zinaweza kuwa na sisi hapa. Zinaweza kuwa katika Afrika katika jina la Kristo Yesu. Siatukuzwe Mwokozi wetu Yesu. So we are praying for the healing of the economy of our land in the mighty name of Jesus Christ. Na ili uchumi upone, ili Mungu uponye uchumi wetu, then yale mambo ambayo yanaharibu uchumi wetu ni lazima kuyashughulikia na kuomba Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yale mambo yanayoharibu uchumi wetu. So maandiko inasema hivi katika Yeremia 1:10. Jeremiah chapter 1 verse number 10 inasema, angalia, huyu ni Mungu akizungumza na nabii Yeremia. Anamwambia, I've given you an assignment. Anamwambia, angalia, nimekuweka leo juu ya taifa na juu ya falme ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Jina la Baba litukuzwe. So Yeremia akaambiwa na Mungu kusudi la kukuita. Verse 5 anasema, kabla ya upike katika tumbo la mama yako nalikujua. Amina. Ambia mtu karibu naye ulijulikana. Guza mtu karibu naye mwambie ulijulikana. Guza wanaiti na waletu mwambie ulijulikana. Ainue Mwokozi wetu Yesu. So Mungu akamwambia, nalikujua, nalikutenga, nalikuweka wakfu, nilikufanya uwe nabii. So the assignment kama nabii ambayo wanaambiwa, nimekuweka juu ya falme na juu ya mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anaambiwa kwa nini amewekwa juu? Ili ang'oe, abomoe, aharibu na agamize, halafu ajenge na apande. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema tunapoingia kwa maombi sasa kuombea uchumi wa nchi yetu, tunataka sasa kuangalia na kuomba kile ambacho huwa kinaharibu uchumi wa nchi yetu. Tunasimama mbele za Mungu ili kuking'oa, ili kubomoa, ili kuharibu, ili kuangamiza. Ni nini hii? Kuna shaitani moja inayoitwa corruption. Nasema kuna shaitani inayoitwa corruption, ambayo hata nchi ikijaribu kusonga mbele haiwezi, kwa sababu ya shaitani inayoitwa corruption. Na leo mbele zake Mungu tunasimama ili tuhukumu shaitani inayoitwa corruption. Nasema tunasimama tuihukumu shaitani na pepo inayoitwa corruption. Praise the name of the Lord. Because chochote kile ambacho kinafaa kisaidie, kifanye mambo, kiinue nchi, hakiinui nchi, kinatumika kwa sababu ya faida ya binafsi.
It is demonic. Na pia jirani karibu nawe, hiyo ni shaitani. Na umwambie shaitani na ishindwe. Please atuelewe, mwambie ni shaitani na ishindwe. And today katika jina la Kristo Yesu, Mungu aliyemweka Yeremia juu ya pande na akampatia mamlaka. Mungu ameinua kanisa na ameliweka mahali pa juu. Na sasa kazi ya kanisa ni kusimama katika pengo kwa sababu ya kulizalisha kusudi la Mungu. Na leo kwa jina la Kristo Yesu tunasimama mbele za Bwana na kuomba ya kwamba roho inayoangamiza taifa letu, roho ya corruption ambayo inaliangamiza taifa, ya kwamba isisonge mbele, tunasimama mbele za Mungu na tunahukumu roho hiyo. Nasema tunahukumu roho hiyo tukiwa mbele za Bwana katika jina la Kristo Yesu, ambayo imekandamiza nchi yetu kwa miaka mingi. Tunatangaza mbele za Bwana ya kwamba shetani na pepo ya corruption na ishindwe katika jina la Yesu. Nasema na ishindwe kwa jina la Yesu. We decree judgment. Na Yeremia anaambiwa upate nafasi ya kung'oa. Upate kung'oa. Na leo kwa maombi tutang'oa. Nisikilize vizuri, mahali pa kung'oa hiyo roho ni hapa. Pia mtu karibu wewe ni hapa. Mwambie tunaing'olea hapa. Ainua Mwokozi wetu Yesu. Tunang'oa hiyo roho katika nafasi za maombi mbele za Bwana. Neno la Mungu linasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na watafute uso wangu, mimi Mungu nitasikia. I want to submit this to us in the name of Jesus Christ, ya kwamba by the grace of God ili nchi ipate kuinuka, we must rise against that demon. Nasema ni lazima tuinuke kinyume na pepo huyo. Nasema ni lazima tuinuke kinyume na pepo huyo katika jina la Bwana, maana hajatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pia jirani karibu na wewe, huyo roho hajatoka kwa Bwana. Huyo ni muovu, anatoka kwa shetani ili apate nafasi ya kuangamiza maisha katika jina la Yesu. And today tunatangaza mbele za Bwana, huyo roho tunashika yeye mateka na tunaangamiza kwa jina la Kristo Yesu. It is said that zingine mambo haiwezekani, with God all things are possible. Salamia jirani, mwambie kwa Bwana inawezekana. Mwambie inawezekana. Mwambie kwa Mungu inawezekana. Na tunatangaza katika jina la Yesu Kristo, roho ya corruption na ihukumiwe sasa. Tunaihukumu tukiwa mbele za Bwana, imoke na mizizi. Tunaitangazia imoke na mizizi. Tunatangaza kila mahali ambapo imepandwa, tunauachilia moto wa Jehova. Nasema tunauachilia moto wa Jehova. Tunaziachilia nguvu za Mungu ya kwamba ikabomoka. Kile ambacho kimeishikilia tunatangaza ikabomoka. Tunatangaza na ibomoke katika jina la Bwana. Oh, in the name of Jesus Christ, we declare judgment in that spirit. Natangaza judgment in that spirit. Ainuliwe Yesu wetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wa mbingu na ingilie kati. Mungu wetu na ingilie kati katika jina la Yesu Kristo. Mungu anabariki nchi na anapeana ufanisi katika nchi, lakini saa zingine ufanisi huo hauwezi ukasaidia taifa. As we pray for our nation, we are praying ya kwamba the spirit of corruption inaihukumiwe kwa jina la Bwana, na ihukumiwe kwa jina la Kristo Yesu. Amina. Ambie jirani karibu nawe, tunaihukumu. Mwambie tunaihukumu katika jina la Yesu Kristo. We are serving judgment to that spirit in the mighty name of Jesus Christ. And tonight, this is our night. We will wage war. Usiku wa leo tutafanya vita. Ambia mtu karibu nawe, vita. Mwambie vita. Tafadhali mwambie vita. Na neno la Bwana linasema, Paulo akiandikia Wakorintho anasema hivi katika kitabu cha Wakorintho wa pili, 2 Corinthians chapter number 10, 2 Corinthians 10 verse 3 and 4.
Anasema hivi 2 Corinthians 10 verse 3 and 4, anasema maana ikawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Ambia mtu karibu naye, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Mwambie hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Wengine wanafanya kwa jinsi ya mwili, lakini sisi hatufanyi kwa jinsi ya mwili. Tunaingia katika anga ya roho, katika nafasi zetu za dua na maombi, tukiwa na silaha za Bwana. Maandiko inasema maana silaha za vita yetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Mwambie jirani, kuangusha ngome. Mwambie kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Jina Baba litukuzwe sana. Nimesema ya kwamba tunapoomba kwa sababu ya uchumi wa nchi yetu, tunafaa tuelewe kwamba kuna ngome, na corruption ni ngome. Ngome ni nini? Ngome ni nini? Ni stronghold. Na stronghold ni nini? Ni ngome. Na ngome ni nini? Ni stronghold. Rais wasifiwe sana. So ngome ni kitu ambacho kimekita mizizi, kimekomaa. Lakini maandiko inasema silaha zetu mbele za Bwana, kile ambacho huwa kinashughulikia ni hiyo ambayo iliyokomaa. Amina. Ni hiyo ambayo imekomaa, hiyo ambayo ilisema haimoki. Tunatangaza mbele zake Bwana katika jina la Yesu Kristo ya kwamba ngome ya corruption lazima imoke kwa jina la Yesu. Amen. With God it is possible. Please remind your neighbor, with God it is possible. Mwambie kupitia kwa Mungu inawezekana katika jina la Kristo Yesu. So tutakuwa na nafasi ya kusimama mbele za Bwana wapendwa, and we are going to plead for God's mercy, kwa sababu destinies has been ruined. Unakuta kwamba hatima zinaagamizwa kwa sababu kile kingesaidia saa zingine mtoto fulani, ama saa zingine kingesaidia taifa katika maeneo fulani, unakuta kwamba hakiwezi kikasaidia, kwa sababu badala ya kifikie watu ama kitengeneze kile ambacho kingetengeneza, kilishughuliwa kikaenda katika maisha ya mtu binafsi. Tunamuomba Baba wa mbingu aingilie kati. Nasema Bwana wa mbingu na ingilie kati kwa jina la Yesu Kristo, ya kwamba mkono wa Jehova ukainuka juu ya nchi yetu katika jina la Yesu Kristo, na hiyo mbegu ya corruption tunatangaza uwezo na nguvu ya Bwana na ipigane nayo kwa jina la Kristo Yesu. For with God nothing is impossible. Give your neighbor a high five and remind your neighbor, for with God nothing is impossible. Remind your neighbor, for with God nothing is impossible. Kumbusha jirani ya kwamba kwa Mungu hakuna kisichowezekana. Ainuliwe Mwokozi wetu Yesu. Tunaomba Mungu ya kwamba atusaidie. May there be, yani Mungu aingilie kati, aipiganie taifa letu, taifa litetemeke. Nasema Bwana apigane katika taifa hili, watu watetemeke, nchi itetemeke kwa kile ambacho Mungu wetu atafanya katika nchi yetu katika jina la Kristo Yesu. Maandiko inasema silaha zetu zina nguvu katika Bwana. Ainuliwe Mwokozi wetu Yesu. As we pray we cause havoc in the spiritual realm, ya kwamba tunapoomba mbele za Bwana, uweza wa Bwana unaleta maajabu, uharibifu katika ulimwengu wa giza. Tunatangaza uharibifu katika ulimwengu wa giza. Natangaza uharibifu katika ulimwengu wa giza. Jina la Baba litukuzwe sana. Ainuliwe Mwokozi wetu Yesu. Amen. As we pray we cause destruction katika ulimwengu wa giza katika jina la Kristo Yesu. Wapendwa, Bwana ametuita. Wengine wanapoitwa, yani wanapojisanya ili wafanye vituko, na sisi tuwajisanya ili mbele za Bwana tuangushe mamlaka, tuangushe falme, tuangushe nguvu katika jina la Yesu Kristo, tuangushe territories katika jina la Bwana, tuangushe kile ambacho kilichozingira watenda mabaya na waovu. Tunatangaza judgment in their camps, tunatangaza judgment in their camps, tunatangaza hukumu katika maeneo yao katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Ainuliwe Mwokozi wetu Yesu. Our Father is able. Nasema Mungu wetu anaweza. Jehova anaweza. Alimwambia Mariamu anauliza itawezekanaje? Hata sisi tunaweza kuuliza ngome hizo itawezekanaje? Tunatangaza kisichowezwa na mtu. Kuna Jehova aketie kwenye kiti cha enzi na kwa uwezo wake inawezekana. We are declaring it is possible by God. By the power and the might of our Father, it is possible in the name of Jesus Christ. Ainuliwe Mwokozi wetu Yesu. Naomba usimame juu na miguu yako uweponi mwa Bwana, and we are going to wage war in the mighty name of Jesus Christ. Simama juu na miguu yako. It is waging war. Kwa Mungu inawezekana. Simama na jirani mwambie, with God all things are possible. Mwambie jirani, with God all things are possible. Mwambie, with God all things are possible. Na kwa sababu Mungu anaweza, tutaingia katika nafasi hiyo tunapoombea nchi yetu na uchumi wa nchi yetu kwa jina la Bwana. Tunatangaza lisilopandwa na Mungu ling'oke na mizizi. Ingia mbele za Bwana na upingane na hizo ngome. Ingia mbele za Bwana na upingane na hizo ngome. Hizo ngome za corruption katika jina la Yesu. Our God is well able. He is able. Shiraba yanda. Rima zaka rima shayanda rabazaya. In the mighty name of Jesus Christ. Sheketebe maboya lalazaka rima shayanda. Yes, in the name of Jesus. Keep it there. Endelea katika nafasi za maombi. Endelea mbele za Bwana in Jesus name. Reka korianta la mazekere bebo. Rama zoka rika terienta la mazekere bebasha. Karama zoka rika tua karianta la mazia. Raika kai rabashi kete beboza. Yes, in the name of Jesus Christ. Continue waging war. In the name of the Lord Jesus Christ. Shakata bazayanta. Rebo zokorienta la mazeka reba shayanda ba. Rokata maya rikiti biala lazere. Maika rabokataya biala loza. Mirai kamaya rimo kotea rabibasha. Rekataya biala lazeka reba shayanda. Mungu aliyempatia Yeremia uwezo, akampatia mamlaka, na neno la Bwana limetumika na nguvu ya kuingia katika anga ya roho. Tunaingia katika anga ya rohoni katika jina la Kristo Yesu. Kila mipango ya uovu iliyopangwa na inayopangwa na ambao hupangwa katika anga ya rohoni tunazabaratisha katika jina la Kristo Yesu. We destroy all schemes in the spiritual realm. Rekayara bazayata. We release judgment in the name of Jesus, even in the spiritual realm, in the name of the Lord. Rekayanda na baboza yata. Rima kai rabosha yande rebeboza. Rima kuta makarima shayanda na bazia. Makarama zakarima shayanda. Rebo zeketebe babo. Riaka korianta la mazakarimi shayanda. Rama zoko reketea na bibo. Yes, in the name of Jesus, arise, God. Shekarabakaya rima shayanda la bazika. Arise.